Ya Ilahi, twakuomba ya Rabbal alamin, tukubalie Muumba, ya Ilahi ya Rahim. Ikuze yetu imani, utufishe muslimin, tuingize na peponi, ya Ilahi ya Karim. Ya Ilahi, twakuomba ya Rabbal alamin, tukubalie Muumba, ya Ilahi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina naitwa Fatma Isa, ni mwenyekiti wa Madina Foundation. Ni taasisi isiyo ya kiserikali ambayo inafanya kazi ya kusaidia jamii ya Watanzania katika nyanja mbili kuu ambayo ni elimu na afya. Upande wa afya, taasisi yetu imejikita kusaidia wagonjwa ambao hawana uwezo wa kujilipia gharama za matibabu. Wagonjwa hao tunawasaidia kupitia ofisi za ustawi wa jamii katika hospitali kadhaa, ikiwemo hospitali ya Taifa Muhimbili, taasisi ya saratani Ocean Road, Moi, hospitali ya Mloganzila na hospitali za rufaa ikiwemo Temeke, Mwananyamala na Amana. Wagonjwa wetu huwa wanafika kwenye ofisi za ustawi na kuelezea shida zao, na wengine huwa tunawapata moja kwa moja, wanatuma maombi yao, tunaweza kuwasaidia. Wagonjwa hawa wanalipiwa gharama za matibabu ikiwemo kumuona daktari, vipimo, na vile vile tunapata wagonjwa wenye uhitaji mkubwa wa mashine ikiwemo oxygen concentrator. Kuna wagonjwa huwa wanasaidiwa mitungi ya gesi. Kundi hili linajumuisha wadau mbalimbali wakiwemo wakina mama, kina baba wa Tanzania kwa ujumla. Na kila mwezi huwa tuna ziara za kutembelea kwenye hospitali hizi. Kila mwezi Jumapili ya mwezi husika ndo ratiba ya ziara hizi. Huwa tunatembelea Muhimbili na Ocean Road. Mwezi huu tuko hapa Ocean Road na mwezi ujao Mungu akijalia tutakuwepo Muhimbili kama muendelezo inshallah wa kukabidhi sadaka zetu. Naitwa Sara Abdallah Hamisi, ni mkurugenzi mtendaji wa Madina Foundation. Tukiwa katika muendelezo wa ziara zetu ambazo kila mwezi huwa tuna ziara za kushiriki katika hospitali hizi kuu za rufaa ikiwemo Ocean Road, Muhimbili pamoja na Moi. Leo tupo hapa Ocean Road na alhamdulillah kwa mwezi huu leo tarehe 9 mwaka 2026 tumeweza kukusanya sadaka ambazo sadaka hizi tunazipata kupitia wanachama wetu, ambapo alhamdulillah tuna wanachama mpaka sasa 4,300 na kila siku tunachanga sadaka kadri ya uwezo wetu. Na kwa makusanyo ya mwezi huwa tunakusanya takriban milioni 18 hadi milioni 20, na huwa tunahudumia wagonjwa kwa mwezi wagonjwa 100, ambapo kwa mwaka tunahudumia wagonjwa 1,200. Taasisi yetu imeanza kufanya kazi hii toka mwaka 2021 hadi leo 2026, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo huwa kila mwezi tunapokea kutoka kwa maafisa ustawi wa jamii ambao wanatuletea wagonjwa wenye uhitaji, wagonjwa ambao wengi wao wametoka mikoani, wengi wao hawana ndugu na hawamudu gharama za matibabu. Kwa hiyo Madina Foundation kwa kushirikiana na ustawi wa jamii wanaweza kuwalipia wagonjwa hao matibabu. Lakini pia huwa tunanunua vifaa tiba. Kama hapa mbele yetu tuna hizi wheelchair ambazo hizi zina wagonjwa wale maalum ambao wana uhitaji wa wheelchair, hawawezi tena kutembea. Kwa hiyo kila mwezi huwa tuna budget ya kununua hizi wheelchair kukabidhi katika hospitali ambayo tunaenda kwa mwezi huo. Tunakabidhi Muhimbili, Ocean Road, Moi ili kuweza kusaidia wale wagonjwa ambao hawawezi kwa ajili ya kutembea na nini waweze kupata vifaa vinavyowasapoti. Tunawashukuru sana maafisa ustawi ambao tuko nao, tunaoshirikiana nao katika kazi hii. Alhamdulillah. Kwa mwezi huu tumeweza kukusanya kiasi cha pesa shilingi milioni 15,220,629. Takbir. Mwezi huu tumeweza kuwahudumia wagonjwa 139 kwa gharama ya shilingi milioni 8,566,234. Lakini pia tumeweza kuja na mahitaji ya vyakula ambavyo tumevileta hapa. Hivi vyakula ambavyo tumeleta kwa ajili ya wenzetu ambao wanawahudumia wagonjwa kuwapikia kila siku.
Kwa hiyo sisi huwa tunawapa nguvu wale ambao wanakuja kila siku na kupika kwa ajili ya wagonjwa wote. Vitu ambavyo leo tumeleta sukari kilo 50, tumeleta viroba vya sabuni 6, tumeleta pampazi kubwa katoni 2, sabuni za vipande, tumeleta ngano PPF kilo 100, tumeleta Prestige ndoo 1, tumeleta sembe viroba 10. Jumla ya gharama ambayo imetumika katika kununua hivi vitu ni 1,327,000. Leo tukiwa hapa hospitali ya Ocean Road, wagonjwa wa hapa kidogo kuna utofauti. Tunapoenda Muhimbili, tunapoenda Moi, tunaleta vyakula vingi pamoja na vitu vingi sana, lakini tunapokuja hapa Ocean Road, wagonjwa uhitaji wao mkubwa ni matibabu zaidi kuliko vyakula. Kwa hivyo basi tunachokifanya ile siku ya ziara kama leo, tunapata control number za wagonjwa wenye uhitaji na tunaweza kulipia. Kwa mwezi huu tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tumeweza kulipia bili za wagonjwa wa Ocean Road pekee milioni 4. Takbir. Na leo afisa ustawi ametupatia control number za wagonjwa 10 ambao tumeweza kulipia shilingi milioni 1, ambapo wagonjwa hao tutakutana nao dini na tutawakabidhi risiti zao. Hizi pesa ambazo tumewalipia zinaingia kwenye akaunti zao, ili watakapohitaji dawa, watakapohitaji mionzi, pesa inakuwa kwenye akaunti yao inatumika. Kwa hiyo tunawashukuru sana wadau wetu ambao tunaendelea kushirikiana nao. Madina Foundation, kiachia mbali hili swala la kulipia matibabu, tumekutana na changamoto kubwa. Wagonjwa licha ya kwamba wanashindwa kumudu gharama za matibabu, lakini kuna wagonjwa wengi ambao wanatoka katika mikoa mbalimbali ya Tanzania, wanakuja katika hospitali hizi kwa ajili ya matibabu na matibabu yao ni ya muda mrefu. Lakini changamoto kubwa wanaokumbana nayo ni kukosa sehemu ya kufikia kama kituo. Wagonjwa hawa kwa kukosa sehemu ya kufikia, wengi wanalala katika sehemu ambazo sio rasmi kwa malazi. Kwa Muhimbili wengi wanalala nje ya hospitali katika jengo la Coca-Cola, ambapo pale jua mvua vyote ni vinawapata. Lakini kwa hapa Ocean Road wapo wagonjwa ambao na wauguzi unakuta wanalala katika sehemu ambazo sio rasmi kama feri, wengine wanahangaika katika vituo vya madaladala. Kwa hiyo changamoto hii tumeiona Madina Foundation, na kwa namna ya kuitatua, sisi wenyewe wanachama tulianza kuchanga michango yetu ya kila siku na kuweza kuweka akiba ya shilingi 200,000 kila siku, ambapo tuliweza kufikisha milioni 64. Ile milioni 64 ambayo tulipata ufadhili pia wa taasisi inayoitwa Nama Foundation, wakatufadhili kutupatia milioni 42,500, ambapo jumla ikaweza kutimia milioni 104. Takbir. Hii milioni 104 ambayo tumeipata, tumeweza kununua maeneo mawili makubwa ambayo yapo Kigamboni. Eneo moja lipo Kibada na eneo lingine lipo kwa Mwingila karibia na Malaika Beach. Lengo la kununua maeneo haya ni kuweza kujenga nyumba, ambayo nyumba hii tunaiita Madina Wakfu House. Lengo la nyumba itakuwa na malengo makubwa mawili. Lengo la kwanza ni kituo. Ni kituo kwa ajili ya wale wagonjwa ambao wanakuja kwenye matibabu lakini wanapumzishwa. Wanaweza kaambiwa urudi baada ya siku 3, wakati unasubiri majibu utarudi kwa ajili ya kuendelea na matibabu. Hizi siku 3 zilikuwa changamoto kwake kuweza kupata wapi ambapo ataweza kuishi. Wagonjwa hawa ni ngumu kwao kuweza kupata sehemu kama hoteli au lodge au guest ili kuweza kujihifadhi kwa siku hizo. Kwa hiyo walikuwa wanahangaika. Kwa hiyo nyumba hii itatumika kama kituo cha hao ambao wanaendelea na matibabu. Na wagonjwa hawa tutawapata kutoka katika ofisi za ustawi wa jamii, kwa sababu wao ndio ambao wanatambua ni nani ambaye muhitaji na ni nani ambaye kutokana na maradhi yake ataweza kuishi hapa au ataweza kubaki hospitali. Kwa hivyo basi Madina Foundation alhamdulillah imeanzisha jambo ambalo tunaliita Madina Foundation Fundraising Event, siku ya harambee. Siku hii ya harambee itakuwa ni siku ya tarehe 31 mwezi wa 10 mwaka 2026. Harambee hii itafanyika ndani ya mkoa wa Dar es Salaam, wilaya ya Temeke, katika eneo la Chang'ombe, katika hall linaitwa DYCCC. Siku ya tarehe 31 tutaanza event yetu saa 8 mchana mpaka saa 2 usiku. Kwa hivyo basi tunaomba Watanzania tushirikiane kwa pamoja. Siku hii ya fundraising tuweze kuwepo kwa pamoja ili kila Mtanzania atoe mchango wake katika kufanikisha ujenzi wa nyumba hii ya wakfu. Na bajeti kwa mujibu wa BOQ inaonyesha ni milioni 500. Kwa hiyo tunaomba Watanzania kila mwenye mchango wake aweze kuchangia. Namba zetu za kuchangia
tuna mtandao wa Voda, namba zetu ni 0725661036. Jina ni Madina Foundation, narudia 0725661036. Namba hii inatumika kwa ajili ya kulipia tiketi. Tuna tiketi za aina 4. Tumeanza na kiwango cha chini kabisa cha shilingi 30,000, kisha 50,000, kisha 100,000 na mwisho 200,000, ambayo hii 30,000 ni normal, hii 50,000 regular, lakini tuna VIP ya shilingi 100,000 na VVIP ya shilingi 200,000. Kumbuka, utakapokuwa umetoa mchango huu, umesaidia katika kuchangia ujenzi wa nyumba. Kwa hiyo mchango wako utakaotoa, malipo yako utayakuta kwa Mwenyezi Mungu siku ya Kiyama. Tunaomba ndugu zetu tushirikiane sana katika hili tuweze kufanikisha. Sisi Madina Foundation hatuwezi, lakini tuna imani hili jambo si la kwetu. Hili jambo ni la Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu ana waja wake, wapenzi wake ambao wenye moyo wa kusaidia wenye uhitaji. Tunaomba tushirikiane kwa pamoja kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tuweze kufanikisha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu katika imani na ndugu zetu wa Tanzania wote, Madina Foundation kama ambavyo wenzangu wametangulia kuielezea kwa kirefu kabisa, sisi ni taasisi ya Kiislamu ambayo tunatoa huduma mbalimbali za matibabu pamoja na elimu kwa Watanzania wa namna zote. Tuna jambo letu ambalo wenzangu wamelielezea. Kama ambavyo tunajua, maradhi ni mtihani unatoka kwa Mwenyezi Mungu. Hakuna ambaye anakadiria kwamba kesho ataumwa. Kwa maana ya kwamba tunaowahudumia ni Watanzania wote, na sisi peke yetu hatuna uwezo wa kuwahudumia kama ambavyo tunaombwa misaada hiyo. Huwa inatuia vigumu sana tunapokuwa tunaombwa msaada alafu tukashindwa kusaidia, kwa sababu lengo letu ni kutoa huduma kwa Watanzania wote. Kwa kuwa tumeona mwitikio wa Tanzania umekuwa ni mkubwa, tunapigiwa simu kutoka mikoa mbalimbali tukiombwa misaada ya matibabu, lakini kuna muda mwingine tunashindwa kuwahudumia kwa sababu ya mkono wetu bado ni mfupi, hatuna uwezo wa kuweza kuwahudumia wote. Tukaona tusiendelee kufanya peke yetu, tushirikishe na nyinyi ili tuweze kusaidiana, kwa sababu wengi wetu wa Watanzania, kama si wewe basi kuna ndugu yako ambaye ameshaguswa na Madina Foundation. Kwa hivyo kwa maana hiyo tunawaomba sote kwa pamoja, kwa chochote utakachoweza kujaliwa, tushirikiane katika hili ili tuweze kuwahudumia wenzetu ambao sasa wamelala maodini, hawana msaada. Wanahitaji na wenyewe wachangie chochote katika kuichangia serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hivyo sisi tumejitokeza kama wadau, kama Madina Foundation, ili tuweze kupeleka kilio chetu kwa Watanzania wote, tuweze kuwahudumia wenzetu ambao wako mahospitalini. Wengine wamesharuhusiwa lakini hawawezi kutoka mahospitalini, wengine wana maradhi, na mbaya zaidi ni kwamba bado wanaendelea kuhitaji msaada. Sisi kwa kuweka uwazi mkubwa ni kwamba hatumpi mtu pesa mkononi, wala hatutumi pesa kwenye namba ya mtu. Sisi tunalipia control number za wagonjwa ambazo zinakuwa zimetoka hospitalini kupitia kwa wenzetu wa ustawi wa jamii. Kwa hiyo ustawi wa jamii wanatupa ushirikiano mkubwa sana, na wala sisi hatuleti wagonjwa wetu, tunapata wagonjwa wao kupitia kwa wawakilishi wa Madina Foundation ambao ni ustawi wa jamii. Kwa hivyo tuwaombe tu, sadaka yako utakapokuwa umeitoa katika fundraising yetu, utakuwa umeifikisha sehemu salama sana, na itakuwa katika njia ambayo wewe unakusudia, kwa sababu utakuwa umemlipia ndugu yako Muislamu mwenzako ambaye si Muislamu mwenzako, wa kike au wa kiume, umesaidia kumlipia matibabu yake bila wewe mwenyewe kujua au kwa kujua. Kwa hiyo niwaombe ndugu zangu, kwa niaba ya Madina Foundation, tujitoe kwa ajili ya kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu. Hatutaraji malipo pekee baada ya kufa kwetu, la, tunataraji malipo kwa namna zote, duniani na kesho akhira. Leo tutaongezewa katika kile tutakachokitoa, lakini pia Mwenyezi Mungu atatuhifadhia hata baada ya hapa. Kwa hivyo tunawaomba tushirikiane, tuwaambie ndugu na jamaa na marafiki, taasisi mbalimbali za kidini, taasisi mbalimbali za watu binafsi, taasisi za kiserikali, watu wenye uwezo, tushirikiane. Hapa ndipo mahali salama kabisa pa kuwekeza. Hautupi ndugu yangu, unajiwekea kwa ajili yako, kizazi chako na familia yako. Una ndugu yako ametangulia mbele ya haki, una wazazi wako, ndugu na jamaa zako, watolee sadaka hiyo, itawakuta kule walipo na itawasaidia. Kwa hivyo niwaombe tu tushirikiane katika hili, msituache peke yetu, kwa sababu sisi peke yetu hatuwezi
Ndio maana tumekuja kuwaomba nyinyi kwa heshima kubwa na taadhima ili muweze kutusaidia. Wa hadha, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.